This program contains dramatic reenactments and material that may be disturbing to some audience members. Viewer discretion is advised. In Tanzania, the sad truth is that we have all lost someone to malaria. A mother, a sister, a child. Too many lives are lost to a disease that is preventable and curable. But we are making progress. More people are sleeping under insecticide-treated bed nets. Pregnant women are getting protected. And across the country, fewer children are dying. But we should not rest until no Tanzanian dies from a preventable disease. This film tells the true stories of real life and death situations. We'll follow 3 stories where lives hang in the balance. This is Fever Road. Naitwa Fatuma Selemani, na miaka 22. Naishi Nyanjema, Bagamoyo. Mume wangu mvuvi. Nina watoto 3. Huyo wa kwanza jina lake Swaumu Adamu. Wa pili anaitwa Ibrahim Adamu. Wa tatu anaitwa Twalbu Adamu. Yule ana miaka 4. Twalbu yeye anapenda kucheza na wenzie. Anapenda sana kuendesha magari. But Fatuma's happy family life was about to be threatened by disease. Twalbu alikuwa anaanza kuumwa, kaanza kulalamika tumbo linamuuma sana na nguvu kulegea. Nikampa panado, nikamsubiria hadi babake alivorudi. As Fatuma waited, Twalib's condition got even worse. Ni asubuhi bila kula kwanza. Siku ya pili yake tunaona hali vile vile inazidi. Kulegea mwili wote na miguu kutetemeka. Mimi na mume wangu tukasema tuende kwa mganga kienyeji, labda inawezekana kwa mambo ya Kiswahili. Hiyo maana akatoka maneno mimi na mume wangu na watu wengine tunaonyeshana nao jirani zetu. Siku ya pili yake tena ndo hali ya mtoto ikawa hivyo kuumwa. Hata mimi pale nikapiga 100 kwa 100 ngasema sio mambo ya hospitali, mambo ya Kiswahili tu. Twalib's fever rose even higher and he began having convulsions. His mother decided to take him to the traditional healer. Tukamchukua, tukaita pikipiki. Kabla pikipiki kupanda pale mtoto akaanza kubadilika. Anaangata meno, anatetemeka mwili mzima, macho kugeuka. There is a mistaken belief by some people in our country that somehow taking a child with convulsions to hospital will cause their death. This is of course totally incorrect, as Dr. Sisbet Mkude, the head of the case management unit at the National Malaria Control Program, explains. Imani ya wazazi kwamba mtoto akipata degedege akienda hospitali anaweza kufariki ni imani ambayo sio sahihi. Mgonjwa mwenye degedege uwezekano mkubwa sababu yake mojawapo inaweza kuwa ni malaria kali. Matibabu yanatakiwa yaanze mara moja. Kwa hiyo tunawashauri wakina mama wote wenye watoto wenye degedege wawaishe hospitali na wasiwe na hofu na kuchomwa sindano, kwa sababu hiyo ni njia mojawapo ya matibabu. The child should have been taken straight to the hospital for emergency treatment. Instead, Fatuma went to a local traditional healer. Tukamchukua yule mtoto tukampeleka kwa fundi. Kumpeleka kwa fundi huyo akasema mtoto anauma, akamwangalia, akasema mambo ya Kiswahili. Akaanza kuingia shambani kwake, akachukua dawa, akaponda ponda, zingine akamputia. Kila anapomputia yule mtoto ndo anazidi pale anazidi kulegea. Dawa zingine akampa kala. Mimi nilikuwa najisikia vibaya sana, tena nilikuwa najisikia maana najisikia vibaya. Ile hali ilipozidi yule fundi akasemaje, chukueni dawa hii, endeni naye nyumbani mumpe hivyo hivyo. Basi mimi nilichukulia hivyo hivyo, unajua mwanangu mimi huyu atatiketea tu. Ndio tukaanza kuhangaika hivyo. Mwanangu alikuwa roho nyuma kupita kiasi, tena roho inaniuma. Finally, as Twalib seemed close to death, his mother decided to rush him to hospital. Kaita pikipiki tukapanda. Upanda kufika kwa mama, tulipofika tu mimi sijashuka, nikamwambia mama sisi tuende zetu hospitali. Nikamwambia mtoto vipi, imeanza leo? Nikamwambia una siku ya 3 tokea kuanza ugonjwa huo. The doctors on duty immediately admitted Twalib to the ward.
working to save his life. Haya, tukaenda udini tukalazwa. Kwenda kulazwa akasema mbona mtoto waliloa hivi? Tukamwambia tumetoka kwa fundi. Hali imezidi. Yaani ukikaa naye mtoto kama umekaa naye kama gogo. Dr. Gloria Nyaulingo was the doctor on duty that day. Mara kwanza kumuona Twalib kutokana na shida aliyosimulia mama yake, nilihisi Twalib atakuwa na malaria kali. Mama yake alisema mtoto ana shida ya homa na amepata degedege. Fatuma watched as the doctors tried to stabilize Twalib. Tena wazo la kupoteza mwanae Twalib lilipita sana. Ngasema huyu mtoto sijui kama tutaishi nayo. While they treated him on the ward, they sent a blood sample to the laboratory to check for malaria and other diseases. Baada ya vipimo ndo tunagundua mtoto ana malaria kali. The doctors were shocked at the number of malaria parasites they found. Dr. Gloria explained his condition to Fatuma. Tulipochukua vipimo vya mtoto tuliona ana malaria wengi. Kaambia mtoto ana malaria. Na nilikuwa sijui kama malaria ipo vile, yani inakuwa fikia vile. Dr. Gloria explained the warning signs and what Fatuma should have done. Hatua za kwanza ambazo tunawashauri wakina mama, pale mama atakapoona mtoto ana homa kali, awahi hospitali. Akiona mtoto anatapika zaidi ya mara 2, awahi hospitali. Kuharisha zaidi ya mara 2, ameona mtoto amepata degedege, mara moja akimbia hospitali badala ya kukaa nyumbani na kumtazamia kwa kuogopa mtoto asije akapata kifo kwa ajili ya malaria kutoka huko nyumbani. Because of the long delay in bringing Twalib to hospital, his malaria was very severe. This is what had been causing the fever and convulsions. Mtoto wa Fatuma kilichomfanya endelee kuugua ni yale maamuzi ambayo yalihusisha kuchelewa kufika katika kituo cha tiba. Kwa hiyo vile viungo vya ndani vinaendelea kuathirika, ugonjwa unazidi kuwa mkali zaidi. Matibabu yakianza mapema yanapunguza athari ya magonjwa, viungo vya ndani vilivyoathirika. Viungo vya ndani vilivyoathirika ndio ambavyo vinaweza vikasababisha kifo. Kwa hiyo muda unapopotea, mgonjwa akifika anakuwa amechoka sana, amezidiwa sana, na pia uwezekano wa kutokea kifo na kuwa mkubwa zaidi. Tumekaa hivyo watu wa madokta ananiambia hizo dawa kali muangalie sana na hiyo homa kali, ndio maana nimekufikia kichwani hadi kutoka degedege. But at least the doctors had found the cause of the disease, and now they could treat him and begin nursing him back to health. Tulikaa muda kama siku 15. Hali yake ilikuwa ndio hivyo fresh kidogo inaenda kidogo inabadilika hivyo hivyo. The severity of Twalib's malaria meant his recovery was very slow. The doctors weren't sure if he would make it. Kwa tunaendelea tena vizuri tu, alikuwa anakunywa zile dawa. Finally, Twalib responded to the treatment, and then there was a remarkable recovery. Dakika pili tunamwona ni mtoto kainuka tu mwenyewe kitandani ghafla na kusimama na kuanza kutembea na kuongea vizuri. Kufanya vipimo vya macho na cha kichwa. Nimempeka kliniki, wakampokea vizuri, yani kila mtu kila kimuona wanafurahi sana, sema mtoto hatukuamini sisi wenyewe, sisi tulijua mtoto sasa hivi anafariki. Lakini kuongea mwenyewe anaongea, anacheka, anakula. Kwa tushughulikia vizuri, sisi tunashukuru vizuri. Malaria ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Kwanza inasababisha kifo pale ambapo mtoto hatapata matibabu mapema. Pili, mtoto atapata upungufu wa damu ambao itampelekea kuongezewa damu. 3, kama hizo degedege ambazo baadaye ni shida kwa mtoto ambapo anaweza akabadilika tabia kutokana na ile degedege ya muda mrefu. Yaani nasikia kwenye radio, sijui malaria sijui inaua, sijui inafanya hivi, siamini. Maana kupo halijanifikia. Lakini hadi sasa hivi sifanyi mzaha kabisa na wanangu. Tena sifanyi mzaha. Maana nilipata mtihani mkubwa. The most effective way to protect your family from malaria is to sleep under an insecticide-treated net. Kila mtu, ikiwepo watoto, lazima walale kwenye chandarua ambacho kina dawa na hakina matobo. Tulikuwa tunatumia neti. Neti ile zilikuwa zina vitundu. Kwa neti na vitundu basi kwa tunatumia hivyo. It is very important to keep nets in good condition. You can repair old nets by sewing up any holes. Sasa hivi nimenunua neti, naipulizia dawa, natega mida saa 1, naikunguta ile neti vizuri afu natega basi. Twalib is now doing well, but he was lucky to survive. Fatuma and her family have learnt the hard way
how serious malaria can be. Mimi naambia wazazi wenzangu wakimwona mtoto tu kama anajisikia vibaya, kama wanamuona kama anauma au kama vile muda analia sana, haraka sana mchukua mpeleke hospitali. Hospitali basi watakuta mshauri wa daktari, watampima, kama ana malaria watamshughulikia vizuri, watampa dawa zake za malaria. Our next true story is about a young woman hoping to become a mother for the first time, but malaria threatens her and her unborn child. Kwa jina naitwa Jazira Nzagu, na miaka 24. Nimeolewa na mume wangu, tunaishi kijiji cha Mlingotini. Hii ni mimba yangu hii ya kwanza kabisa. Kweli kupata ujauzito mpaka imefikia hivi. Yaani nilipata mimba 2 zote ziliharibika. Mimba yangu ya kwanza nilipata ikakaa miezi 3 tu. 4 ikaharibika ikatoka. Mimba ya pili hivyo hivyo ya miezi 3 4 ikaharibika. Kwa hiyo hii hapa ndo naihesabia kwamba ya kwanza. Jazira and her husband were very excited when they found out about this pregnancy. Yaani ilikuwa hata mwezi hujafika, ilikuwa kama kwenye wiki 2 tu. Yaani kuna mabadiliko vile wiki 2 3 nikaenda nikapima nikagundulika kwamba ni mjamzito. Alijisikia furaha kupata mimi ujauzito. Jazira was determined to stay healthy and protect herself from malaria. And then tukaja tuka neti sasa. Kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wawili tu, tulikuwa tunatumia tufeni, yani mbu wale wanatoka, yani mbu kama mbu waga neti hatuweki. Neti sasa nikamwambia inabidi tutununue tu neti. It was good that Jazira was using a bed net, although she should have been using one even before she found out she was pregnant. Mama mjamzito ni muhimu kujikinga na malaria kwa sababu 2 hasa kubwa kimsingi. Ya kwanza ni yake mwenyewe, kwamba ujauzito unapunguza kinga ya magonjwa mengi karibu yote. Kipindi cha ujauzito kwa mama yeye mwenyewe ni kupata ugonjwa na upungufu mkubwa wa damu, ambao kama mnafahamu wakati wa kujifungua pia kunatokea hali ya kupotea damu, inaweza kuhatarisha maisha yake. Lakini kwa mtoto madhara makubwa hasa ni kuzaliwa na uzito pungufu. Ana uwezekano mkubwa sana wa kufariki katika kipindi cha kwanza cha mwezi wa kwanza cha uhai wake. All pregnant women should go to an antenatal clinic as soon as they think they're pregnant. At the clinic, all women will be given a discount voucher, Hati Punguzo, so that they can buy a long-lasting insecticide-treated net at a greatly reduced price of just 500 shillings. She should also receive her first dose of SP. This medication means that if she does get malaria, there will be fewer complications during birth, better weight of the baby at birth, and overall better health of the mother. Unfortunately, Jazira waited too long before going to the clinic. Wasilimia wengi walinishauri kwamba anza kliniki miezi 4. Anza kliniki, kila nitakayemuuliza nianze kliniki mwezi 1, wakaniambia kliniki anza miezi 4. Basi mimi tena nikavumilia tu hivyo hivyo, nikaenda kliniki miezi yangu 4. By not going to the clinic sooner, Jazira was putting her health and her unborn baby's health at risk. Nilipimwa tu tumbo hili. Nilipimwa tumbo tu, wakajua urefu wake, umri wake. Ndio walichonipima mimi. Wakanipima uzito. But Jazira didn't tell the health workers the whole story. Sikuelezea kwamba najisikia kwamba hali yangu inakuwa mbaya tu kila siku. Sikuelezea kwa sababu nilijua, yani kwa kweli nilikuwa sijui kwamba malaria labda itakuwa na ugonjwa mwingine zaidi ya huu hapa, ujauzito. Yani nikajua tu moja kwa moja kwamba kama watu wanasema kwamba ukiwa mjamzito utakuwa una hali hii. Sasa mimi nikabezi sana ujauzito, labda mimi haunipendi.
Basi ndo nikachukulia tu hivyo hivyo, akili yangu ikawa kwa hiyo kuchukulia kwamba nitakuwa na ugonjwa wa malaria. Nilikuwa natapika kweli nyongo. Yani mwili wangu ulikuwa unadhoofika bila mimi mwenyewe kujifahamu. Lakini mimi akili yangu inaniambia kwamba huu ni ujauzito tu ndio unanifanyia mimi niwe hivi. Yani kwa ule yani vile nilipokuwa naumwa tu vile. Yani nilikuwa sina appetite ya kitu chochote kile. Nilikuwa nahofia labda na hii itakuja kuharibika tena. Jazira was right to be worried. What she did not know was that she had malaria, and the malaria parasites in her body were causing the high fever and threatening her baby's life. Na ujauzito huharibika hasa kutokana na homa ile inapokuwa iko kali zaidi na vimelea ambavyo vipo katika kondo la nyuma katika mfuko wa uzazi. Finally, Jazira decided to take action. Hali yangu ilikuwa kila siku inakuwa mbaya. Kwa hiyo nikashauriana na mume wangu kwamba anipe kiasi cha fedha nije huku nipime magonjwa yote ili nigundulike nini tatizo na kulifanyia ufumbuzi. Hospitali nilienda mimi mwenyewe tu peke yangu. The doctors began a thorough examination of Jazira, trying to find the cause of her illness. Nikapima vipimo vyote, nikapima malaria, nikapima typhoid, nikapima wingi wa damu, nikapima grupu, nikapima tena na ujauzito, ndipo kule nilikuwa nayo. Vyote yani ndo yani kama vile nimeanza upya nijue nipoje. Jazira had gone to hospital just in time. Nilikuwa na tatizo na malaria, mjamzito. She was diagnosed with malaria and could be given the right medication, dawa mseto, which would cure her. Nilijisikia faraja kwa kuwa nilikuwa sijagundua nini kinanitesa. Baada ya kushagundua ile tatizo, basi naye mwenyewe akafarijika. Nikaanza kula vizuri tu hivyo kidogo kidogo, nikaanza nakula chakula kinakaa. When Jazira was cured, she was referred to the antenatal clinic. She was reminded about the importance of sleeping under an insecticide-treated net, and she was given a dose of SP. SP doesn't protect you from contracting malaria, but by taking it, if you do get malaria, there will be fewer problems for you and your baby. Nikaenda kule kwa sababu kule ndo kliniki inatakiwa kila mama mjamzito apewe zile dawa. Basi nilipoenda zangu kule wakanigaia SP zile 3 na dawa nyinginewe nikameza. As her strength returned, regular checkups showed her baby was also growing well. Namshukuru daktari kwa kunipa ushauri juu ya kujikinga na magonjwa kama malaria. Namshukuru sana kwa sababu amenifumbua, yani amenitoa kwenye gizani ameniweka kwenye mwanga. Nilikuwa sielewi chochote kuhusu malaria. Basi akanielezea ni malaria inaua na watu wengi wameteketea kuhusu malaria. Basi tena na mimi nikawa niko makini sana. Jazira is now determined to share her new knowledge with other pregnant women. Wapo wengi sana waliokuwa wanaugua mgonjwa huu wa malaria, lakini hawakupata hii chance. Sema tu ukweli wako. Naumwa na mabadiliko yamepatikana. Mimi nikiwa kama mama mjamzito, napenda sana niwashauri kwa mama wenzangu. Unajiona tu hali yako kwamba mwili unachoka, unatapika, yani unakuta mabadiliko tu ya mwili, yani unakuwa furaha, amani katika mwili wako unakuwa hamna. Aende hospitali, akapime, akagundue ni nini kinachomsumbua. Atakapogundua kitu gani kinamsumbua, apate ushauri na atapata dawa zitamsaidia na atakuwa tuna afya njema. Na ujauzito hii miezi 8 inaingia 9. Haya napiga sana kabisa, sana. Jazira has a nervous wait until the birth to be sure that the malaria has not affected the baby. But by taking 3 doses of SP, she has given her baby a better chance.
Mapigo ya moyo wananipima tu, wanasema mapigo ya moyo yapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akitujalia tumuweke tu vizuri katika hali ya usalama mwanetu. Yani na tumwangalie, tumtunze tu vizuri. Kwa kuwa malaria haikubaliki. Tuloiandaa, tutamnunulia neti yake. Tusipende kumwacha ile wazi, yani lazima neti za watoto zile lazima tuwe nayo ili tumkinge na vijidudu. Subiri tu mwanetu tu aje tu kwa mikono miwili. On the 22nd of October, Jazira gave birth to a beautiful and healthy baby girl. Both she and the baby are now doing well, and thanks to the SP medication, she had no complications during the delivery and delivered a healthy baby girl. It is vital that everyone in the house, and especially pregnant women, sleep under insecticide-treated nets. Also, pregnant women must attend antenatal clinics to receive the life-saving doses of SP. If every pregnant woman in Tanzania used a net and received the correct dosage of SP, thousands of lives would be saved. If you are pregnant, make sure you go to your clinic to get your net voucher and demand your SP. It is also important to remember that not every fever is malaria. There are many other serious diseases that can cause a fever. In our next true story, a young boy's life hangs in the balance after he is treated for the wrong disease. Naitwa Ana Bernard Mleng, ni mama wa familia ya watoto watatu. Ninaishi Mlandizi Kati katika wilaya ya Kibaha, mkoa wa Pwani. Anna and her husband's peaceful world was about to be shaken as her youngest son Brighton was struck down by a sudden, serious fever. Nimetoka kwenye shughuli zangu za biashara, nikaambiwa mtoto anaumwa. Nikakaa naye, nikajaribu kumpa Panadol ili homa iweze kushuka. Kwa kweli nilijisikia vibaya sana kwa sababu mtoto alichoka, alilegea. Anna was immediately certain that he had malaria. Muda niliona kwamba anaweza kupata kung'atwa na mbu wa malaria, inawezekana usiku labda wakati wanacheza hapa, au inawezekana tu labda neti amelala vibaya, amejigusa kwenye neti usiku akawa ameng'atwa na mbu. Mtoto wangu alivyokuwa anaumwa nilikuwa najisikia vibaya sana. Kwa sababu yani huwa kwanza ni mchangamfu, anacheza, anachangamsha nyumba. Kwa mtoto wangu sasa anataka kupoteza mtoto. Brighton was given anti-malarial medication. Lakini baadaye hali ya mtoto ikaendelea kuwa mbaya zaidi. Usiku ule akaanza kuharisha, akaanza kutapika sana. Kwa kweli akawa amekosa nguvu kabisa. Saa 9 usiku tukatoka na mume wangu, tukawa tumembeba mtoto, tukaenda hospitali. Manesi kule walionyesha ushirikiano mkubwa. Nesi mmoja akamchukua, akambeba, akaenda akamlaza kwenye kitanda kadogo, mwingine akamchukua, akashika mikono, mwingine akashika miguu, wakaanza kutafuta mishipa kwa ajili ya kumwekea drip. Kwa kweli walinisaidia kiasi kikubwa sana. Anna's husband's fears for his son were increased because of painful memories. Mume wangu alikuwa anajisikia vibaya sana kumuona mtoto katika hali hiyo, kwa sababu nakumbuka miaka ya nyuma yeye mdogo wake, baba mmoja mama mmoja, alifariki kwa sababu ya nafikiri kukosa kupelekwa hospitali kwa mtoto. Hali yake kwa kweli haikuwa nzuri kabisa, haikuwa nzuri kabisa. It was obvious that Brighton was not responding to the malaria medication, and his condition was deteriorating dangerously. Baada ya kuzidiwa, nikaona kwamba hajapata nafuu na homa imezidi kuwa kali zaidi. Maana walivyompima kule temperature ilikuwa 40. Kwa hiyo nikaona sasa zile dawa mbona hazikumsaidia tena. Anna was beginning to give up hope. Nilishtukia tu, nilimchukua yule mtoto nikampa daktari, nikamwambia huyu mtoto sasa ni wa kwako daktari. Mimi simtaki tena. Mimi wa kwangu sio huyu. Anna stayed with Brighton through the night, not sure if her son would see another dawn. Hali aliyokuwa nayo, mtoto amelegea, mtoto analia, mtoto amechoka, hata akilia machozi tena hayatoki kwa sababu alikuwa ameharisha sana. But Brighton fought on and made it through the night. Dr. Raphael Msuya knew he needed to get proper tests done urgently to see what exactly was wrong with Brighton. Huyu mtoto alikuwa na homa,
alikuwa na homa kali. Lakini cha pili ni kwamba alikuwa anaharisha, ndio maana alikuwa anatapika mfululizo. Hali ya kawaida kama nani, kwa sababu malaria kuna magonjwa mengi ambayo yana homa, kutapika na kuharisha kwa watoto wadogo, hasa watoto wadogo. Kwa hiyo sasa ukienda haraka unaweza kaenda ukatibu ugonjwa ambao sio sahihi. Kwa lazima ufanye investigations za uhakika ili uweze kujua kwamba ni shida gani. Basi baada ya hapo tukaenda maabara tukapima, kumaliza akawa bado tuko pale udini. A rapid diagnostic test can very quickly and easily tell if a person has malaria. These tests are accurate and reliable. Ayubu alivyorudi alikuwa ni negative. Alikuwa hana malaria. Lakini nilishangaa, nikasema hapana. Kwani hana malaria au haikuonekana tu au labda sijui imejificha vipi? Basi Dr. Msuya akaniambia mtoto asiendelee na antimalaria. Lakini nikasema tu yanamnyima mwanangu kumpa antimalaria kwa nini? Kwa sababu yeye anamuona kabisa mwili wa moto, mtoto anatapika, anaharisha, lakini kupima hana malaria. Homa zina sababu nyingi na sababu kubwa ni aina ya virusi. Kwa hiyo virusi ninavyozungumzia hapa ni virusi kama vya mafua. Ushauri sahihi wa matibabu ni kufanya uchunguzi kwanza, kipimo cha malaria, alafu pewe dawa. Anna had made the common mistake of assuming that a fever could only be from malaria. To save his life, they now needed to find out what was really making Brighton sick. Kesho asubuhi sana, uchukuliwe mkojo wa mtoto akafanya nini? Akapimwe. Tukaenda kumpima mkojo. Finally, they had some results. Ila mkojo ndio ulirudi kwamba ni mchafu, kwa maana kwamba ana UTI. Kwa hiyo tukabadilisha matibabu ya kumwanzishia antibiotic. Mpimo unaonekana kwamba mkojo ni mchafu, nikaambia ni kweli. Sasa huu mkojo ndio unamfanya mtoto wako apate homa kali. Although they now knew what was wrong with Brighton, he needed treatment fast. Yaani nikimuona kabisa huyu mtoto ni baada ya dakika 5 naona maisha yake yatakuwa hayapo tena. Lakini daktari akaniambia usiogope, tutampa matibabu na mtoto atapona. Slowly, Brighton's fever subsided and he was discharged so he could recover at home. Baada ya siku kama 3, homa ikawa imekwisha kabisa. Na yeye mwenyewe kidogo alikuwa hawezi kunyanyuka hata pale kwenye kiti, sasa hivi akawa anaanza kunyanyuka, anakaa. Anna now has a message for other families. Watoto wengi wanakuwa na vitu vingi wanavyoumwa. Unaweza kuwa banwa kifua, pneumonia, unaweza wakawa na kuharisha na nini, lakini vyote tusiamini kwamba saa zote kwamba mtu anaochoumwa ni malaria tu. Alafu kwa kina mama pia ninapenda kutoa ushauri kwamba wamama wengi wasikilize madaktari. Nao pia kina mama wawe na sauti ya kuomba kwamba naomba atibiwe baada ya kupimwa. Remember, a rapid diagnostic test can very quickly and easily tell you if you have malaria. These tests are accurate and reliable. Mimi nawashauri watu kwamba si kila homa ni malaria. Watu wengi wanaokuja kwetu kutuona wanakuja na jibu kwamba nina malaria. Sasa hii tabia ya kwamba kila homa ni malaria, nilikuwa nashauri watu waache, kwa sababu homa zina sababu nyingi mno. Kabla ya kutumia dawa ni vizuri aende hospitalini afanye uchunguzi na kuonekana kwamba anachotibiwa ndicho sahihi. Brighton was cured when the doctors found the real cause of his fever, a urinary tract infection. It could have been fatal. From Fatuma and Twalib to Jazira and her baby, and Brighton and his family, we can see the devastating effect disease can have on our country. Protect yourself and your family from malaria. Make sure everyone sleeps under an insecticide-treated net. Pregnant women should receive SB medication from the antenatal clinic to protect them from complications if they get malaria. Children with fevers must be taken to the clinic urgently for a test. And when at the clinic, make sure that the correct illness is being treated. Don't assume every fever is malaria.